Bwana Yesu asifiwe. Wakristo mahali popote ambapo mpo na unapopata kuweza kusikia sauti hii, lakini pia kwa ndugu zetu katika imani Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Niko na somo ambalo nitamani tuweze kujadili kwa pamoja, tuweze kujua ukweli umesimama wapi. Na somo ambalo nitamani tuweze kulijadili ni somo linalozungumzia kati ya Isaka na Ishmaeli, ni yupi mtoto ambaye ni mtoto wa ahadi kwa mujibu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu, lakini ni mtoto yupi ambaye aliweza kutolewa kafara na Ibrahimu. Yaani Ibrahimu alipoambiwa amtoe mwanawe kuwa sadaka, ni yupi aliyepewa jaribu hilo la kumtoa? Maana vitabu hivi viwili vimekuwa vikionyesha, Qur'ani ikisema Ishmaeli, Biblia ikisema aliyeambiwa amtoe ni Isaka. Sasa wakati tunapokuwa tunaanza, tumshukuru Mungu. Asante Baba yetu Mungu wa mbinguni kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tutapokuwa tunaenda kuchunguza haya mambo, ukapate kutufunulia ukweli wewe, hatimaye watu wako wakapate kuangazwa sawa sawa mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Nikiwa nimesimama katika upande wa Ukristo, kwanza ninatamani kuanza na maneno haya ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuyasema katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa tunapata maneno yanayosema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Ndio msikilizaji wangu, unapaswa kuwa makini sana na kufuatilia kwa umakini uweze kuelewa kila ambacho kinazungumzwa hapa, kwamba wakati tulionao, wakati ambao tuko katika kipimo, tunahitajika kuzijaribu kila roho. Kila mtu anayeitwa mtumishi wa Mungu anahitajika kujaribiwa kwa njia ya maandiko. Je, anaenda sawa sawa na maandiko? Maana manabii wengi wa uongo wametokea, na kama wamekwisha kutokea manabii wa uongo, kumbe kuna uwezekano wa kujikuta tunaingia katika kundi la manabii wa uongo. Sasa mada ya leo ni kwamba ni mtoto yupi ambaye ni mtoto wa ahadi kati ya Ishmaeli na Isaka, na kati ya hao wawili ni mtoto yupi ambaye Mungu aliagiza aweze kutolewa sadaka, yaani Ibrahimu aende akamtoe sadaka. Kwanza natamani nianze na Qur'ani. Unaposoma Qur'ani, imezungumza ikisema ya kwamba Ishmaeli ndiyo mtoto ambaye Ibrahimu aliambiwa aende akamtoe sadaka. Ishmaeli, kwamba Ibrahimu aliambiwa akamtoe sadaka Ishmaeli. Na hapa tunasoma katika Qur'ani sura ya 37 aya yake ya 101, inasema hivi: ndipo tukampa habari njema ya kuwa atapata mtoto mpole. Qur'ani hiyo. Basi akapata, naye ndiye nabii Ismaili. Unasikia hilo jina? Nabii Ismaili. Basi alipofikia makamu ya kwenda na kurudi pamoja naye, alimwambia, mwanangu,
hakika nimeota katika ndoto ya kwamba ninakuchinja. Sikia hapo, tumeambiwa Ismaili. Hapo Qur'ani inasema Ismaili ndiye anaambiwa na Ibrahimu ya kwamba nimeota ndoto ya kwamba ninakuchinja, na akamwambia hivi, na ndoto ya mitume ni wahai, kwamba ndoto ya mtume ni ufunuo. Basi fikiri waonaje? Yaani Ibrahimu anazungumza na Ismaili, anamuuliza unaonaje, nikuchinje au nisikuchinje? Sasa unaona, akasema baba yangu, fanya ulivyoamrishwa, utanikuta inshallah miongoni mwa wanaosubiri. Kwa hiyo huyu mtoto ambaye anaitwa Ismaili, kwa mujibu wa Qur'ani, anatoa ukubali wa kusema ya kwamba fanya ulivyoamrishwa, tutakutana tu ahera huko, tutakutana. Sasa swali letu tunauliza hivi, ni mtoto yupi ambaye Mungu alimwambia Ibrahimu aweze kumchinja, yani kumtoa sadaka? Ni mtoto yupi? Kwa mujibu wa Qur'ani tumeona ikituambia ya kwamba ni mtoto huyu anayeitwa Ismaili. Qur'ani hiyo. Sasa wakati ninapohamia kwenye Biblia, ninatamani kwanza msikilizaji ambaye ni Muislamu uweze kusikia haya maneno kwanza, ambayo yanapatikana katika Surati Imran na ile aya yake ya 64. Ninataka kuweka msisitizo hapa ya kwamba tunaposoma vitabu hivi viwili, kwanza tuondoe dhana ya kusema hiki sio cha Mungu, hiki ni cha nani. Sasa nataka kuweka msisitizo ya kwamba katika Qur'ani Surati Imran aya ya 64 inasema hivi, sema enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manaswara. Kumbe Wakristo na Mayahudi, ambao Wakristo naitwa Manaswara kwa mujibu wa Qur'ani, hawa watu wamepewa vitabu vya Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'ani. Narudia, sema enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manaswara. Kwa nitakapokuwa nakuzungumzia kwenye Biblia, uchukue pointi ya kwamba vitabu walivyo navyo Wakristo ambayo ni Biblia wamepewa na Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'ani sura ya 3 aya ya 64. Kwa hiyo vitabu hivi wamepewa na Mwenyezi Mungu, na Qur'ani inatupatia maneno haya katika kujifunza, ambapo tunatamani tuweze kujifunza Waislamu kwa Wakristo. Qur'ani imeamrisha Waislamu kujifunza kwa Wakristo. Imetaja katika Qur'ani 16 aya 43 nasema, na hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wahai. Basi waulizeni wenye kumbukumbu za vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale, ikiwa ninyi hamjui. Tumeona watu wenye kumbukumbu za vitabu za Mwenyezi Mungu ni Wakristo na Mayahudi. Haifu hivyo vitabu vinaitwa vitabu vya kale. Sasa Waislamu wanaambiwa ikiwa ninyi hamjui, waulizeni wale wasomao vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale, ikiwa ninyi hamjui. Tunajiuliza somo gani sasa? Tunajiuliza kwamba ni kweli Ibrahimu aliambiwa amchinje Ismaili, ama aliambiwa amchinje Isaka? Kwanza tunapoenda kujua ni nani ambaye aliambiwa aweze kumchinja, Biblia inatupatia majibu haya katika kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya yake ya 2 inatuambia hivi,
Sasa tunakuja kwenye Biblia. Tuone Biblia inazungumza kama ilivyosema Qur'ani kwamba aliyechinjwa pale ni Ismaili. Yaani ambaye Mungu alimpa jaribu kumchinja mwanawe alikuwa ni Ismaili au Isaka? Na tumeona ya kwamba Biblia ni vitabu vya Mwenyezi Mungu walivyopewa Mayahudi na Manaswara, lakini pia Wayahudi Waislamu wakiwa wamepewa ruhusa ya kuwauliza hao wenye vitabu vya kale ikiwa wao hawajui. Ndipo tunakuja sasa kwenye kitabu cha Mwanzo sura 22 aya yake ya kwanza. Inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akisema, akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Mwana wako wa pekee umpendaye Isaka. Lakini Qur'ani imetuambia mwana huyo ni Ismaili. Biblia inatuambia mwana huyo wa pekee ni Isaka. Na Biblia ni kitabu cha kale, yani kitabu cha Mwanzo, ambacho watu wanaambiwa ikiwa hawajui wawaulize wale wenye kumbukumbu za vitabu vya kale vya Mwenyezi Mungu. Inasema hivi, mwana umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akamchukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe. Akachanja na kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pale palipo mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitwaa kuni na hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe. Unaona, aliyetwikwa tena kuni hapa ni Isaka mwanawe. Akatwaa moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na baba yake akinena, baba yangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketeza? Isaka anaanza kumuuliza baba yake, yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketeza? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka kuni tayari, kisha akamfunga Isaka. Biblia inaendelea kutusisitiza na kutuambia kwamba aliyefungwa tena hapa ni Isaka, lakini Qur'ani imetuambia aliyetolewa sadaka ni Ismaili. Akamweka juu ya madhabahu Isaka huyo, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana wako wala usimtende neno, kwa maana sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu. Sasa ndio maana tunasema hivi vitabu viwili, kipo kitabu ambapo hapa sio cha Mungu. Haiwezekani Mungu azungumze habari moja huku azungumze jina la mtu mwingine, lakini kule azungumze jina la mtu mwingine tena. Mungu ana ukweli mmoja peke yake. Sasa ikiwa Mungu ana ukweli mmoja peke yake, habari hizi za Ibrahimu maana yake zimekuwepo zamani kabla hata Qur'ani haijaja. Na tunajua kwamba vitabu vya zamani vya kale Mwenyezi Mungu aliwapa Wayahudi na Manaswara. Sasa ikiwa Mungu alikuwa ametoa vitabu vyake
Inawezekanaje Mungu aseme uongo wakati anasema hivi ni vitabu vyake? Na inawezekanaje tena huyo Mungu kije kitabu cha nyuma, alafu kitabu hicho kitaje jina la mtoto mwingine aliyotolewa kafara? Hilo ni swala kujiuliza kwa wewe Muislamu ambaye unaamini katika Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani imesema hivi, ikiwa ninyi hamjui, Qur'ani 16 aya 43, waulizeni wasomao, inasema hivi, nasi hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wahai. Basi waulizeni wenye kumbukumbu za vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale, ikiwa ninyi hamjui. Ikiwa ninyi hamjui, njooni muulize kwa watu wenye kumbukumbu za vitabu vya kale vya Mwenyezi Mungu. Na vitabu vya kale hivi ni Torati, Zaburi na Injili. Kwa mujibu wa Qur'ani inaelewa vitabu hivyo vichache. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuja kuona kwamba mtoto aliyetolewa sadaka kwa ajili ya kuchinjwa kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha kale ambacho ndio cha Mwenyezi Mungu, kinatakiwa kiaminiwe, na Waislamu wameambiwa waulize huko ikiwa hawajui. Kinafahamu ya kwamba mtoto aliyetakiwa kutolewa sadaka alikuwa ni Isaka. Lakini leo pia kumekuwa na hoja ambazo zimekuwa zikitolewa. Hoja moja wapo nasema Uislamu umetokana na mtoto wa Ibrahimu anayeitwa Ismaili, na mtoto wa ahadi ni Ismaili. Sasa tuchunguze na hapo tena. Je, ahadi ilikuwa ni kwa Ismaili ama ilikuwa ni kwa Isaka? Kwa mujibu wa neno la Mungu, kitabu cha zamani, kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 15 inaanza kusema hivi, Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, naamu nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme na kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Unaona? Ibrahimu naye ana mashaka. Anasema hivi kweli mimi mtu wa miaka 100? Yaani Mungu anapompa ahadi ya kwamba atazaa mtoto kwa Sara, Ibrahimu anapata mashaka ya kwamba hivi kweli mimi mtu mwenye umri wa miaka 100 na Sara mtu wa miaka 90 atazaliwa kwake mtoto? Na mataifa yatabarikiwa kupitia huyo mtoto ambaye atazaliwa na Sara? Ibrahimu akasema hapana, labda ingekuwa kwa Ismaili kama angeishi mbele zako. Anaombea kwamba Ismaili kama angeishi mbele zako Mungu, labda kwake ingekuwa sahihi, kwa sababu si yupo Ismaili. Mungu akasema sivyo. Mungu akamwambia Ibrahimu, sivyo, lakini mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isaka. Kumbe ahadi ambayo Mungu anaitaka hapo, Ibrahimu amejaribu kumwambia Ismaili, Mungu amesema sivyo. Anasema hivi, na ni Sara mwenyewe atazaa mwana wa kiume, tena jina lake ataitwa Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake. Kwa hiyo agano linafanywa imara kwa Isaka kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baadaye. Na kwa habari, Mungu sasa anasema hivi, na kwa habari ya Ismaili nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha nami nitamuongeza sana, naye atazaa maseidi 12, nami nitafanya awe taifa kuu. Lakini fungu la 21 anasema hivi, bali Mungu anasisitiza, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka. Waislamu ndugu zangu na Wakristo kwa ujumla ambao mna mashaka na imani yenu, ni Wakristo lakini bado mkiwa na mashaka na imani yenu, naomba myaamini maandiko kwa mujibu wa vile Mungu amesema. Amesema hivi, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka. Yaani mtoto wa ahadi hapo ambaye Ibrahimu aliahidiwa ni Isaka.
ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu anampa ahadi hizo Ibrahimu, kwamba Ibrahimu anasema labda Ismaili kwa sababu tayari amekwisha kuzaliwa. Lakini Mungu anasema hapana, ni kwa Isaka ndipo uzao wako utaitiwa kutoka huko. Sasa kuzaliwa kwa Isaka, tuone namna jinsi ambavyo alipokuwa amezaliwa. Katika sura ya 21 kitabu cha Mwanzo, sura ya 21 na sura ya 21 kitabu cha Mwanzo fungu la 2 nasema hivi: Sara akapata mimba. Tusimwona kula amepewa ahadi. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwanawe wa kiume katika uzee wake, ambapo Ibrahimu alikuwa anapata mashaka. Kwa muhula aliyoambiwa na Mungu, Ibrahimu akamuita jina lake Isaka. Sasa amekwisha kuzaliwa sasa yule mtoto wa ahadi. Yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia, Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipomzaa mwana wake Isaka. Ibrahimu akiwa na miaka 100 ndipo anamzaa Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema akamwambia Ibrahimu, Sara akanionyesha, maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Sasa habari inaenda hivi: mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri. Sasa hapa sikia, kuna kitu kizuri tena, ambapo mwana wa Hajiri ndiye huyo anaitwa Ismaili. Mwana wa Hajiri ndo huyo anaitwa Ismaili. Sasa wakati tayari Mungu ameshatimiza ahadi yake kwa Sara kwa kumzaa Isaka, ndipo sasa Sara akamwona yule mwana wa Hajiri, yani Ismaili, ambaye alimzalia Ibrahimu, yani mtoto wa kijakazi, anafanya dhihaka. Alikuwa anamfanyia dhihaka Isaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe. Ibrahimu akaambiwa na Sara kwamba sitaki kumuona kabisa Ismaili pamoja na mama yake. Mfukuze pamoja na mama yake. Na maana akaendelea kusema hivi: maana mwana wa mjakazi hata risi pamoja na mwanangu Isaka. Neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya hayo mwana na huyo mjakazi wako, kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake. Mungu anamwambia hivi, kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake. Sara hapa ameomba kwamba Ismaili afukuzwe pamoja na mama yake, maana hataweza kulisi pamoja na mtoto wa ahadi. Anasema hivi, akamwambia sikiliza sauti, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa kubwa, maana huyo naye ni uzao wako. Mungu anamwambia hivyo. Kwa hiyo Ibrahimu akatekeleza jambo hili, akamfukuza. Na alipokuwa amemfukuza Ismaili akaenda katika sehemu moja inaitwa Beersheba, ambapo alipokuwa Ismaili ndipo ambapo alipoweza kutafutiwa mke kwa taifa la Misri. Ndio maana ukiambiwa Uislamu umetoka kwa Waarabu, ndio utaanza kuelewa hapo, maana Misri ni nchi ya Waarabu. Ndipo ambapo huyu anajitenga na Ibrahimu, anaenda kuoa au akahama pamoja na mama yake kwenda Beersheba. Na ndipo sasa huyu mama yake Hajiri, ambaye ni mama yake na Ismaili, kwa sababu alikuwa ni Misri, na mwanae akaenda kumtafutia mke huko Misri. Maana yake hawa, imani ya Ibrahimu hawakuendelea kuwa nayo, maana walihama hapo nyumbani, hawakuendelea kuwa nayo.
maana tamaduni za kipagani za Wamisri zisingepatana na tamaduni za Ibrahimu. Ndio utaona kwamba Ismaili anaenda kwenye taifa la Wamisri, ndipo tunaona kwamba anafukuzwa na yeye anakuwa sio mtoto wa ahadi ambaye Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu, sio mtoto ambaye alikuwa Mungu amemwahidi Ibrahimu. Sasa kwa kuongezea, tunapokuwa tunamalizia katika kitabu cha Wagalatia, sura ile ya 3, katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 aya yake ya 29, huo uzao wa Ibrahimu sasa ambao ndiyo tunaona kwamba hasa ulikuwa umekazwa, agano hilo lilifanywa imara kwa Isaka, ndipo Biblia inatuambia hivi: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu sawasawa na ahadi. Maana Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba atazaa mwana, na mwana huyo wa ahadi ni Isaka, na agano la Mungu lingeweza kufanywa imara kwa Isaka wala si kwa Ismaili. Maana Mungu anasema la sivyo, agano langu nitalifanya imara kwa Isaka. Na ndipo sasa kwenye kitabu cha Wagalatia hiyo sura ya 4 fungu la 12 inatuambia hivi, la 22, Wagalatia 4:22, kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi, huyo ambaye alifukuzwa, na mmoja wa muungwana, yani mmoja ambaye ni wa ahadi. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Ismaili amezaliwa kwa mwili, yani sio katika mambo ya kiroho. Sio katika mambo ya kiroho kwamba yani kulingana na ahadi ambazo Mungu alikuwa amempa ahadi Ibrahimu za mambo ya kiimani kwamba aamini atazaa. Hapana, huyu alizaliwa kwa mwili baada ya Ibrahimu kupata mashaka kwamba atazaa, akaingia kwake kwa Hajri, ndipo kumzaa huyu. Alizaliwa kwa mwili. Yule wa muungwana kwa ahadi. Huyo wa muungwana, yani mtoto wa Sara, alizaliwa kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai ambaye ni Ismaili Misri hapo, lizaalo kwa utumwa. Alizaliwa kwa utumwa, maana alikuwa ni kijakazi, mama yake mtumwa, ambalo ni Hajri. Maana Hajri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa, kwa kuwa wanatumika pamoja na watoto. Lakini sasa tusikie hivi kwa habari ya Isaka sasa, mtoto wa Sara. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana. Yaani tunapozungumzia Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, paza sauti yako uliye wewe usiyezaa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Huyu Sara aliachwa peke yake na Ibrahimu, na Ibrahimu akamuoa Hajri, akawa na Hajri. Huyu Sara akabaki tu kama yani kwamba ni mradi tu na yeye ni mke, lakini hakumzalia. Ndipo anaahidi kwamba ufurahi wewe uliyetasa, maana watoto wako watakuwa wengi kuliko wa yule ambaye alifuatwa na Ibrahimu. Basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi tu watoto wa ahadi wa Kristo. Nikienda kuwasisitiza wa Kristo, uliye na mashaka na imani yako, saa nyingine unakimbilia Uislamu, unatafuta kupotea. Sisi kama Isaka tu watoto wa ahadi, lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alimuuzi yule aliyezaliwa kwa roho. Tumesoma kule Ismaili alimzihaki Isaka, ambaye Isaka ndiye amezaliwa kwa roho. Ndivyo ilivyo sasa, ndio hata ilivyo sasa Waislamu wanawauzi wa Kristo waliozaliwa kwa roho. Ndivyo ilivyo sasa. Lakini la semaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa sababu hao hawahusiki katika ahadi. Mfukuze kijakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatalisi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Katika uungwana huo Kristo alituandika huru.
katika uungwana huo, yani kwa ahadi aliyokuwa ameahidiwa Ibrahimu kwa Isaka, ndipo tunapoenda uzao huu tunaona unaendelea mpaka kuja kuzaliwa kwake Kristo ambaye amekuja kutuandika huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Naweza nikaishia hapo na Mungu awabariki. Unaweza ukachukua sasa ukapitia kuangalia kati ya mtoto aliyekuwa Ibrahimu aliambiwa mchinje, utaangalia kulinganisha maandiko. Lakini bado utaangalia pia kuhusiana na mtoto ambaye agano liliwekwa imara kwake. Mimi nimekwambia agano liliwekwa imara kwa Isaka na mtoto aliyetakiwa kuchinjwa ni Isaka. Qur'ani imekuja juzi alafu inaipinga Biblia, vitabu vya kale ambao wameambiwa waulize kwenye vitabu hivyo. Na Qur'ani 3:64 inatuambia Wakristo na Manaswara wamepewa vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapaswa tuvisome. Hakuna kweli mbili wapendwa, ukweli ni mmoja. Kwa hiyo kama utakuwa na jambo la kuhoji, utaweza kuandika mahali ambapo utaweza kuitazama hii video, utaweza kuandika. Mungu awabariki sana. Asante.